niseme noma nisiseme, niwaambie ukweli nisiwaambie. We don't have a unified position we are all speaking from as members of a party. Hujambo na karibu katika The POV Desk. Leo tunaingia ndani kabisa ya sakata ambalo limeteka hisia za Wakenya wengi. There is a lot of confusion because I come to these shows and to the media and in those public barazas and I struggle to explain that we're the same political party. Ni kuhusu mwanasiasa ambaye kwa sasa jina lake linatajwa mitaani kuliko hata la naibu rais. Tunamzungumzia Edwin Sifuna. Secretary General Edwin Sifuna of the Honorable Senator Edwin Sifuna. The abrasive, fearless and firebrand Nairobi Senator Edwin Watenya Sifuna. Sifuna is my colleague in Senate. Will Sifuna still be in ODM? In the year 2027, will Sifuna run on an ODM ticket? Kwa nini anapigwa vita na chama chake mwenyewe cha ODM? Na kwa nini tunasema mawe haya yanayorushwa kwake ndiyo yanayomjenga? Karibu tuchambue pole pole. It will not be me to wreck Mzee's party. It will not be Sifuna. I made that promise to Mzee and I want to repeat it here. The advice that you've given. Mama, I want to tell you, there is no one in ODM. It doesn't matter how many times, how badly you've insulted me. There is no one in ODM I will not sit down with. Hebu vuta picha. Kuna punda aliwahi kurushwa kwenye shimo refu na wanakijiji wakiwa wamekasirika na kughadhabishwa na huyu punda. Waliamua kumfukia mchanga wa mziki akiwa hai na wamsahau. Kila walipomtupia mchanga, punda yule aliutikisa utoke mgongoni, akaukanyaga na kupanda juu yake. Walitupa mchanga mwingi na yakapanda juu zaidi hadi mwisho akatoka nje ya shimo na kuanza kula nyasi. Friendship with Ruto is unstoppable. Whether you are an activist or senator from Nairobi, you are making noise, that is your business. Huu ndio wasifu wa Edwin Sifuna kwa sasa. Kila jiwe la kisiasa linarorushwa kwake kumzika, yeye analitumia kupanda juu. Ndio maana leo amekuwa maarufu kuliko viongozi wakuu serikalini. Hatutakubali SG ambaye amejenga chama tangu kwa miaka zaidi 10, ameimarisha chama na watu wametoka from nowhere wanakuja kumpokonya chama ili kwa sababu ya interest zao wenyewe. Sifuna si mwanasiasa wa kubatizwa hivi majuzi. Ni wakili kitaaluma na katibu mkuu wa ODM kwa miaka 8 sasa. Lakini kwa nini anaonekana kama mtu baki ndani ya nyumba yake mwenyewe? Katika video hii anaeleza mapenzi yake kwa Raila Odinga yalianza zamani sana. Niwaambie ukweli nisiwaambie. Many of us, like I personally speaking as Sifuna, I have known one political leader all my life. I tell the story of how I became interested in politics in 2002. I was at the university. We were the kids who were singing Yote Yawezekana Bila Moi. I have not listened to another political leader, including those ones who ran around from Ushago. I have listened to Raila Odinga all these years, and ODM as an institution, Yvonne, has existed for 20 years. It takes a lot of blood and sweat and pain to build an institution the size of ODM and to have that longevity for all that time. You cannot just give up and say you are going to quit on all that membership. But I want to say here that on the day that I give up, I will tell you. Sifuna ni babas diehard. Lakini tofauti yake na wengine ni kwamba yeye hafuati kiongozi kama kipofu. Anasema akiona mambo hayaendi sawa, hawezi kunyamaza hata kama ni Raila anayefanya uamuzi huo. Hapo ndipo msuguano unapoanza. I am on record having advised a party against doing this MOU with UDA. And they still went ahead. We still went ahead and entered that MOU. But you see, the beauty is that you are proven right every day. I warned that the problem with doing a formal MOU with UDA is that it didn't matter what the MOU said. The people from UDA, the government, William Ruto, is not interested in the details of the MOU. Hivi karibuni, ODM iliingia kwenye ushirikiano na serikali ya Rais Ruto, ile inaitwa broad-based government. Viongozi wengi wa ODM walifurahia kupata vyeo vya waziri, lakini Sifuna alisema hapana. We have brains and we know where the country is coming from and where the country is going. So when we make a decision to work with the president, you cannot come and lecture us.
that, because you think you know better English, don't lecture us. We are brains, and we have made a decision to work with President Ruto, and it is unstoppable. It's going to happen. Sifuna adahisi kuwa chama kimepoteza mwelekeo na kusaliti wafuasi wake milioni 5. Anasema hawezi kuelezea wananchi kwa nini asubuhi wao ni wapinzani na jioni wamo serikalini. But right now there is a lot of confusion because I come to these shows and to the media and in those public barazas and I struggle to explain that we're the same political party. Then you will see a member of ODM who maybe used to hold a premier position, now is a cabinet secretary, say the exact same opposite. It leaves our support very, very confused. And I want to apologize to members of ODM today for all the confusion we as a leadership have caused, because it is very difficult now to discern the position of ODM on major issues. And that is the biggest sadness, because it should be easy. It should be easy. When a member of ODM proposes a bill saying, oh, we want to limit the rights under Article 37. What is ODM without Article 37? What is ODM without street protests? What is ODM? ODM is a movement that has been built on the strength of a people. So you cannot be the ones telling us today that, oh, you are sponsoring a bill to limit the rights under Article 37. We swore to this constitution. And that is where confusion comes in for people like me, because I now can no longer pronounce myself authoritatively on the position of a party when it comes to the rights under Article 37. Kwa kitendo hiki cha kuomba radhi, viongozi wenzake wanamwona kama msaliti anayepaka chama tope. Lakini kwa mwananchi wa kawaida, Sifuna ndiye sauti ya kweli iliyobaki. Mjinga akishiba anachoma siaki, anachoma gala. When Sifuna says something, anakuwa threatened. Sisi, we are not cowards, my friend. Sifuna amesema yeye si mpishi wa baiti. Na hapa ndipo mambo yanapopamba moto. Kuna kamati iliundwa kusimamia makubaliano kati ya ODM na serikali. Sifuna aliulizwa kujiunga, akakataa katakata. Sababu anasema huwezi kufanya makubaliano na serikali ambayo mikono yake ina damu ya vijana wa Gen Z. Recently, we had another meeting and there was a proposal to have a team to review the implementation of this MOU. I have asked respectfully that I be left out of that team because I have already declared this MOU dead. I have already done so publicly. So there is no point. I'm not a mortician. There's no point of me going to go through a document that I've already declared dead. Kwa maneno rahisi, Sifuna anasema mimi si mpishi wa baiti. Mkataba huu ulishakufa na mimi sitoupamba. Kauli hii imemkasirisha sana Rais Ruto na mrengo wake kiasi cha kumshambulia Sifuna hadharani. Lakini kama yule punda, Sifuna anatikisa mchanga na kupanda juu. Nimesikia Sifuna anaongea na nguvu. Wakati unaongea mambo yangu Sifuna, ujue mimi ndio mwanzilishi wa ODM. So unaenda polepole kidogo. Yes. Sisi ndio tulianza hii kitu. Ama namna gani? Na unajua ukinisukuma sana nitaitisha mkutano ya founder members ya ODM. Je, nini kitatokea kwa Sifuna? Wengi wanasema atafutwa kazi kama katibu mkuu, lakini yeye mwenyewe anasema yuko tayari kwa lolote, mradi tu asivunje misingi yake ya utu. There is a contribution that I've made to the party. I would not feel bad if they gave opportunity to somebody else, because Sifuna now is saying that the party has taken a wrong direction. I will not begrudge anyone. I would actually understand it, you know. So him threatening me there in front of people, and the reason why he was saying all of those things, Yvonne, you can look at the speech that I made on that particular day. What is it that I said that was so offensive? I asked him to stop tear gassing young children, to allow a play by a high school to be performed. That is what warrants the removal of SG of ODM. It is ridiculous. So for me, really, I know the people who put me in this position. And the day they say, Sifuna, we have lost confidence in your ability to be SG of ODM, I will respect that decision. I would remain a loyal member of ODM and serve the people of Nairobi, the capacity of senator. I don't have an issue. Hapa ndipo tunaona akili ya Sifuna. Anajua kuwa kiti si kitu bali imani ya watu ndio kila kitu. Kwa kukataa vyeo na kubaki na wananchi,
Sifuna anajijenga kama kiongozi mkuu wa upinzani wa baadaye nchini Kenya. Mawe anayorushiwa ndio yatakuwa msingi wa ikulu ya kesho. Si mnaona ile inaendelea? Si mnaona ile inaendelea? Me, I want to say that sisi, me and Sifuna, we are in ODM to stay, na hakuna mtu atakuja hapo kusema atatuondoa. Wakileta vita, tunawapatia vita. We are not cowards. You cannot just give up and say you are going to quit on all that membership. But I want to say here that on the day that I give up, I will tell you, I will say it publicly that I have lost the battle to rescue this party and to bring it back to where it was. And we will have lost collectively as members of ODM, because I cannot do this thing on myself or on my own. So the day I give up, I will let the country know that I tried my best, but I lost that battle, and then we will take decisions from there. Edwin Sifuna anatufundisha kuwa katika siasa si kila mara lazima ufuate upepo. Wakati mwingine kusimama peke yako dhidi ya mkondo ndiko kuna kufanya uonekane. Je, unadhani Sifuna anapaswa kufukuzwa ODM au yeye ndiye anayekisave chama cha ODM? Tuandikie maoni yako hapo chini na usisahau kusubscribe. Mimi ni The DM Danson Mushiri na hapa ni The POV Desk. Hadi wakati mwingine, kwaheri.